Sasa hizi ndo nakuonyesha show. Wewe unadharau, subiri nikuonyeshe. Sasa angalia, hizi si ndo bangi zenyewe hizi. Mtu anatoka huko unapayuka, unaongea kumbe umetoka huko umevuta bangi. Sasa ndio maana bangi hizi zinaweza zikaleta uchizi. Chizi namba 1 kashakufa. Wewe umebaki wewe chizi namba 2. Umejiangukia hapo. Inakwaje? Unakuja na vitisho, uchawi. Kumbe bangi hizo. Yaani mnavuta bangi, alafu mwisho wa siku bangi zenu zinawapeleka babaya. Na bora huo chizi uliokupanda kichwani umekufanya wewe anguke. Sasa huo chizi ungekimbilia chini. Ungevua nguo hiyo, afurahia wapite hapa, waone msitu wa Kalunga. Kwa sababu vijana wenyewe na topas na nyewe mna ugomvi nao, mbavu. Karibuni sana vijana wangu. Asante sana mtaalamu. Binti, karibu kwa mara nyingine. Asante. Mtaalamu. Nimekuja hapa. Mume wangu nililijua hili. Na ndio maana ile siku sikutaka kabisa kuwaeleza ni nini chanzo kilichokufanya wewe ukawa katika hali ile. Lakini mumeo alikuwa mbishi. Na haya ndo madhara yake. Nitamsaidia. Abana nenga na ndombele, 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 ana ndombele. Husna. Husna ndo nani? Ni mizimu yangu. Nilikuwa naongea nayo. Aliyeifanya hii kazi ni yule kijana nilowaambia. Anayeitwa Mwasi. Mume wako alikwenda kujaribu kushindana naye. Lakini nilishawaambia Mwasi sio mtu wa kawaida. Yule kijana ni mtu hatari. Mume wako ni mbishi. Lakini msijali. Nitawasaidia. Sawa? Sawa. Sawa kijana? Sawa mtaalamu. Nitawapatia dawa. Hiyo dawa moja inatakiwa uwe unamkorogea kwenye uji kila ifikapo asubuhi na jioni jua linapoenda kuzama. Sawa?
Sawa mganga. Na hiyo ya pili utakuwa unamwekea kwenye maji kila ifikapo saa 7 mchana. Hayo maji hakikisha anayaoga. Sawa? Sawa mganga. Abana nenga na ndombele, 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 abana nenga na ndombele. Shika hiyo, utakuwa unamchanganyia kwenye uji. Sawa? Sawa. Anandombele, abana nenga na ndombele, abana nenga na ndombele. Na hii mtakuwa mnamwekea kwenye maji ya kuoga kila ifikapo saa 7 mchana. Hakikisheni hayo maji anayaoga. Sawa? Zingatieni hilo, mume wako atapona. Sawa? Sawa. Asante. Abana nenga na ndombele, 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 abana nenga na ndombele. Ndio mwanangu, nilikwambia usiende, umeenda. Ona sasa kilichokukuta. Amka unywe.
Mkuu! Nimefika. Nini shida? Ewe mkuu, kiungo wa viungo na kiunganishi wa wachawi wote katika himaya zote, nimekuja kijana wako. Nahitaji uniongezee nguvu ili niweze kuifanya kazi kwa haraka. Sawa, nimekuelewa. Na kwa nini muda mrefu ulikuwa haupo? Nilikuwa naifanya hiyo kazi, lakini hiyo noti ina nguvu sana. Ukinipatia nguvu nyingine, na kuhakikishia nitaifanya kazi kwa haraka. Sawa sawa, nitakuongeza nguvu. Mimi ndio kila kitu katika himaya hii, hakuna atakayoniweza. Asante. Vipi tena kaka, mbona ghafla tu unapiga simu? Kama unavyoona dadangu, jinsi nilivyo kwa sasa, naugua sana dadangu. Unasumbuliwa na nini tena? Dada, mimi mbona unavyoona hivi sasa kwa hali hii nilivyo, unirudishe nyuma tu. Ni chanzo cha kumfanya vile shemeji mpaka hali yake ilikuwa hivi. Pia hata mwenyewe kwenye matatizo unayopitia mimi ni chanzo. Kwani tumekufanyia nini sisi mpaka yote haya yanatokea kwa ajili yako wewe? Sisi tunahangaika kwa wataalamu, kwa waganga kwa ajili yako wewe. Tumekufanyia nini sisi? Sawa dada, unapaswa kunilaumu. Ila mimi ningeo ni kuncha uchawi. Chawi? Inamaanisha wewe ni mchawi? Ndio ndio, mimi ni mchawi. Mpaka sasa najijutia kwa hali niliyokuwa nayo hivi sasa. Masema majuto ni mjukuu. Njaa ananikuta kwa sasa. Hivi sasa nimefikia hivi. Nimeingia vita kubwa sana binti Husna. Ndio nitenda kile mpaka hivi ndipo hivi sasa hivi. Shida nini kakaangu mpaka unaingia kwenye matatizo haya yote? Sasa umpata mkosa gani mpaka una chanzo chote nini? Shida nini kakaangu? Dada, naumia sana dada. Dada, mpaka hivi sasa sina, sio leo sio kesho. Hata kidogo. Usiseme hivyo kaka. Nimefikia mimi mwafaka wa kukuambia wewe hivi. Unajua sina hatima yote kuishi duniani. Dadangu, mbona nisamehe sana, wewe ni shemeji. Dadangu kipenzi, tuko wawili tu. Nikufanyia vile ili tengeze choko kati yenu nyie na vijana anaitwa Mwasi. Mwasi kuna kitu anakimiliki kinatugia si manufaa sisi wachawi. Mpaka hivi sasa dada, nilijitahidi mimi kufanya vile ili tu tujitahidi kupata kile kitu tunachokihitaji kutoka kwa Bwana Mwasi. Pale kama tukawachunganisha na kijiji na wewe Mwasi, ili mtokee kumzuru sisi tupate kwa wepesi kile kitu. Lakini hatima yake ndivyo hivi. Wuli, unaenda kinyume na maagizo yangu. Mkuu, sina stakabadhi tena kuishi duniani. Maana inabudi tu niseme hivi kumweleza yote dadangu kwamba mimi ni mchawi. Maisha yangu kwa sasa hapo mkononi mwako. Na sio chochote mimi cha kujizuia kuongea tena. Maana uchawi nishaachana nao. Bora tu nife. Siko kuendelea tena na uchawi. Unataka kufanya jambo lolote kwa sasa? Sasa basi.
Kwa vile umejaribu kwenda kinyume na sheria na kanuni za kichawi, unastahili kufa. Sina budi kuchukua uhai wako. Kifo ni halali yako, Mudi. Kaka, kwani umepata nini? Kaka. 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 Kaka umepata nini? Kaka. 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 Binti, umefanya kazi nzuri sana, kazi kubwa sana ya kuisaka hii noti nyeusi. Sasa nataka nikwambie kazi uliyoifanya nzuri, nimependa sana. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja, haiwezi kutimia bila kumwaga damu. Umenielewa? Kuibadilisha hii noti ili mpaka uweze kuwa mkoba. Umenielewa? Vizuri sana. Ni mwanamke hodari ambao kufanikisha kuipata noti nyeusi. Mkuu, kiungo wa viungo vyote, ndio kiunganishi wa wachawi wote na katika imani zote, ina maana leo umeamua kunisaliti? Umejuaje kama nimekusaliti? Licha ya uaminifu wote na utiifu wote nilokuonyesha, leo umeamua kunizunguka kuisaka noti nyeusi na kufanya kazi na huyu binti? Hakuwa noti nyeusi nilikuwa nimetafuta ukiwa wengi. Mwenzako amepata bahati ya kufanikiwa kuipata noti nyeusi. Utasemaje nilikuwa nimekusaliti? Sasa basi, leo katika kilinge hichi, katika himaya hii patawaka moto. Ama zenu ama zangu, ama yako ama yangu. Wewe ni kikaragosi tu. Tambua wewe ni kikaragosi tu. Huwezi kufanya chochote katika himaya yangu. Nilikwambia wewe ni kikaragosi tu. Umesikia? Sasa tumeshamaliza kazi. Sasa tuna mpango wa kuweza kuchukua damu uchanganye hapo ili noti ikabadilika. Umenielewa? Ukawa mkoba. Sawa sawa. Vizuri sana. Sasa ni wakati wa kumwaga damu. Umesikia? Kubadilisha noti. Action. Kwa majina naitwa
Director Munde, natokea Mwamu Film, nipo na wasanii wangu. Leo hii nimekuja kwenu mashabiki zetu wa Mwamu Film. Kwanza nataka niwaombe samani kwa kutomalizia long number, series zetu long number. Tumeshindwa kumalizia long number kwa sababu zilizokuwa nje ya uwezo wetu. Sababu ya kwanza, main character tuliompa acheze main character atupo naye, sio kwamba amefariki, amna. Yupo, lakini yupo kwenye grupu lingine saizi, kwenye kundi lingine anafanya kazi zingine za kisanaa. Kwa tukakacha, kaona hakuna maana. Pia tuombe samani kwa hilo, lakini tumejifunza kutokana na makosa. Ndio maana saizi tupo location na tushaachia episode 2 za Noti Nyeusi. Mimi nikiwa kama director nikishirikiana na wasanii pia na editor hapo. Anawasalimia. Tunaomba jamani, watufanye nini editor? Subscribe channel ya Mwamu Film YouTuber. Umeona? Tufanyeni hivyo. Pia tutatoa matangazo ya movies zinazokuja. Sawa, tutatoa matangazo. Mtu subscribe jamani. Like, comment zenu nyingi sana. Sisi tuko location kama hivi. Kigongo kinaandaliwa hivi na kisha toka. Hatuna masiala safari hii. Noti Nyeusi. Bandika bandua. Noti Nyeusi. Bandika bandua. Wewe, kigongo cha Noti Nyeusi sio mchezo wanangu. Bado kingine kinakuja. Kitakuja nini? Mimi sisemi. Ite ya kwako.